Nasema upigia Yesu makofi mazuri. Zaidi ya hayo ukitoa sauti kubwa. In the mighty name of Jesus. Kwa maana ametenda maajabu. Ametenda makubwa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Unaweza keti ukisalimia mwenzako, mwambie umesikiaje? Mwambie hiyo ni kionjo. Mwambie saa 8 inatugojea. Wale hawajafika CFF Church Kikabura, bado tunawagojea katika jina la Kristo Yesu as we celebrate our 5th anniversary kama CFF Church Kikabura katika jina la Kristo Yesu. Na tunajua ya kwamba mambo itakuwa ati jenzi mnasema mambo itakuwa nini? Mwecheche. Bwana apewe sifa. Na mtu tafsirie hiyo mwecheche inasema namna gani? Bwana apewe sifa. Haleluya. Wewe mumesikiaje bwana? Mumesikiaje? Okay, bado baridi iko. Baridi iko. Unajua nilikuwa najaribu kutoa baridi, alafu niwaonyeshe how to celebrate. Amen. Si mnaona tumeweka maua. Maua inamaanisha namna gani? Tumeweka maua. Semeni amen. Jamani, hata nikiwaongoza hivyo hiyo yote mpaka nikadansi na watoto. Amen iko wapi? Bwana apewe sifa. Si mnaona tumeweka maua. Maua ni ya celebration. So unastahili kukaa hivyo unasheka peke yako. Bwana, unasheka tu peke yako. Watu wanashindwa, mbona huyu anasheka? We are in a celebration mood. Bwana atukuzwe. Tunaona tumeandika happy 5th anniversary. Bwana apewe sifa. For the last 5 good years, Bwana amekuwa pamoja na sisi. Hallelujah. Unaweza patia Mungu nini? Ila tu kumsifu na kumuinulia mikono na kumwambia ni asante. Hallelujah. Na kusema ya kwamba hakuna mwingine, ni yeye peke yake katika jina la Kristo Yesu. Bwana apewe sifa. Najua ya kwamba leo mahali mtalala utasikia na kweli tulikuwa kazi na tulikuwa kanisani, na hiyo ndio mapenzi ya Bwana. Hallelujah. Sasa kuna watu mifupa imejikujua. Kuna mtu aigua koko kaka kiki ka. Hallelujah. Kwa sababu ya kuruka. Ngojea saa 8 watu wafike hapa. Mwadhani ya rogosho. Watu wafike hapa na watu wa Kigosho wafike hapa. Bwana atukuzwe. Ile Kigosho itakuwa hapa, itakuwa kubwa na tunasifu Bwana. Na bado tuko na keki. Bwana atukuzwe. Hakuna celebration inakusaga keki. Si ni kweli? Keki iko, ambia mwenzako keki iko. Na ni ile mzuri. Bwana apewe sifa. Okay, nashukuru Bwana. Nataka niongee dakika kidogo. Naona ya kwamba hata ni masaa ile tu huwa ninasimama kuhubiri. Lakini namtukuza Bwana katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. Ninajua ya kwamba siku ya leo tutabarikiwa in Jesus name. Amen. Abia mwenzako happy anniversary. Mwambie tena happy anniversary. In Jesus name. Nataka tuongee neno la Bwana kwa dakika kama 20 ama 30, ndio tuwe na wakati mzuri wa kucelebrate hapo saa 8 katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu inuliwe sana. Kuna mambo mengi sana Mungu ametufanyia kama kanisa. Amen. Bwana atukuzwe. Alafu hao watoto kama kuna hata mmoja waambie hata sisi tunasikia joto. Wadhani ya rogosho. Sitaki kuona hata mmoja nje in Jesus name. Katika hiyo miaka 5 haijakuwa rahisi. Although tutasikia history ikifika saa 8. Tutasomewa history hapo tusikie. Lakini hatukuandika yote. Unajua tukianza kuandika yote kutoka day 1 from 2021. Bwana atukuzwe. Tunaweza kuwa na kitabu kikubwa tukiandika ile mambo yote Bwana amefanya mahali hapa. Lakini ni mengi sana. Hatuwezi hata kuelezea. Bwana atukuzwe. Hatuwezi hata kuelezea ile mambo Mungu amefanya hapa. Kumekuwa na milima na vita kubwa na mambo mengi sana. Lakini at last Bwana ametupigania vita. Bwana ni rogosho. Na kwa hivyo we are here to celebrate what the Lord has done in our life.
even in our life, in the church, in your family, Mungu amefanya mambo ya ajabu katika jina la Kristo Yesu. Bwana atukuzwe. Fungua nami katika kitabu cha Lamentation. In the book of Lamentation, wakati niliandika poster ya kukaribisha watu, niliandika hiyo verse na ndio nitahubiri siku ya leo katika jina la Yesu. In the book of Lamentation, na utabarikiwa na Bwana in Jesus mighty name. Hallelujah. Asubuhi ya leo tumehubiriwa hapa habari ya huruma za Bwana. Bwana wetu pewe sifa. About the mercies of God. So in the book of Lamentation, wale wako na ya Kiswahili ni maombolezo. Hallelujah. Wale wako na ya Kikuyu inaitwa nini? Mashakaya. Si ni kweli? Hallelujah. Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3 verse 22. Verse 22. Inasema hivi ya kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Hallelujah. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Naona ya Kiswahili inasema hatuangamii, but in the book in the English version inasema we are not consumed. Bwana wetu inue sana. Consumed kama ni kusomeka, si ni kweli? Kuangamia si ni kuangamizwa. So by the mercies of God we are not consumed for the last 5 good years. Hallelujah. Abia mwenzako, it has not been easy. Hallelujah. Haijakuwa rahisi, but the grace of God has carried us in Jesus name. Bwana ni rogosho. Ati ni kwa sababu ya huruma za Bwana hatuangamii. Mambo ni mengi ya kuangamiza kanisa la Bwana. Mambo ni mengi ya kuangamiza maisha yako. Mambo ni mengi ya kuangamiza hata mtumishi wa Bwana. But by the grace of God and the favor of God, ametubeba mpaka siku ya leo. We are not consumed. Bwana wetu inue sana. Si Biblia inasema ya kwamba hata mnapopita katika maji mengi haitawagharikisha. Hallelujah. Nataka tuwe watu ambao wako na mood ya celebration. Bwana atukuzwe. Wako na mood ya celebration. Hallelujah. Hapa uwe na mood ya kufurahia. Bwana ni rogosho. Nikisema Bwana asifiwe, unasema amen na kubwa na sauti kubwa, because we are in a celebration mood. Bwana ni rogosho. Sema amen. Biblia inasema ya kwamba hata unapopita katika maji mengi haikukugharikisha. Kanisa la Bwana kama CFF Church Gekabura tumetembea katika mambo mengi na tumepitia mengi sana, lakini mkono wa Bwana umekuwa juu yetu. Hatujaangamia. Bwana wetu inue sana. Wale hawakuweko hapa kanisa tukianza, Bwana atukuzwe, tulianza tukiwa na familia yangu. Bwana wetu inue sana. But today nashukuru Bwana kwa sababu uko hapo na umeletwa na Bwana. Amen. Na Mungu akakusaidia, akakuambia enda ukae katika chini ya ile mafuta. Na kwa sababu ya hiyo mambo yote from day 1 2021 until today we are not consumed. Bwana wetu inue sana. Kama tungegharikishwa na mambo na maji na matatizo na mashida, Bwana wetu inue sana, hatungekuwa hapa. Kuna mambo mengi sana tumepatana naye, ingefanya tufujike moyo kama kanisa. Bwana ni rogosho. But because of God, by the grace of God, imagine tuko hapa siku ya leo. Amen. We are here to celebrate our most high God. Hallelujah. Tuko hapa kumshangilia Bwana. Tuko hapa kumuinua Bwana kwa sababu ametenda mambo ya ajabu. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu anaweza ashiria laana mtu akikosa kufahamu ile kazi Mungu amefanya katika maisha yako. Na kanisa likikosa kufahamu na kutambua ile kazi Mungu amefanya ndio tufike hapa, tunaweza agamia. Bwana ni rogosho. Lakini sisi hatuwezi kusahau. We cannot forget
mahali Bwana ametutoa. Bwana wetu ainuliwe sana. Unasikia ya kwamba kuna verse sana tunapenda kuandika sana wakati tuko na anniversary ama birthdays, tunasema ya kwamba this far the Lord has brought us. Hiyo maneno ukiangalia uone Israeli, haleluya, kwa nini walisema hiyo jambo? Kwa nini Samueli aseme hiyo jambo, aweke mawe mahali pale na aseme hiyo jambo, that this far the Lord has brought us? Bwana wetu ni sana. Kulikuwa na vita ya Wafilisti, walikuwa wamepanga kuangamiza Israeli, mwathani twarogosho. Lakini kwa sababu Israeli anapendwa na Mungu, maandiko inasema wakakusanyika mahali pamoja waende kuabudu Bwana. Nao Wafilisti wakasikia na wakajipanga, wakatuma viongozi wao na mashehe wao na watu wote waende waangamize Israeli. Bwana wetu ni sana. Nayo Israeli ilitabua mtumishi wa Bwana anaitwa Samueli, wakaenda kwake, naye Samueli akawaambia ya kwamba wakati mtaondoa miungu ya Baali ndani ya mioyo yenu, mkamrudie Bwana, Jehova atawapigania. Bwana wetu ni sana. Israeli walikuwa wanapenda kusikiza Bwana, wakasikiza ile maneno, wakaingia kwa ile nyumba, wakatubu mbele za Bwana, wakainama mbele za Bwana, wakamwambia Bwana, utusamehe, ututakase, tumekufanya dhambi. Mwathani twarogosho. Kwa nini wafanye hiyo mambo? Walikuwa wamekibiswa na Wafilisti. Bwana wetu ni sana. Walikuwa wamekibiswa na Wafilisti. Wakaenda kwa Samueli, wakamwambia Samueli, wewe mtumishi wa Bwana, usikose kutuombea. Haleluya. Ambia mwenzako, usikose kuniombea. Amen. Mwambie usikose kuniombea. Israeli waliona wamefika mwisho, wakaona Wafilisti ndio hawa, vita imekuwa kubwa, wametupata mpaka mahali tunakaa, kwa maana Mfilisti anakupata mpaka mahali unalala. Amen. Anajua kila mipango uko naye, anajua destiny yako, anajua your life ya jamii yako, so anakupata mpaka mahali wewe uko. Bwana wetu pewe sifa. Lakini wakaambia Samueli, usikose kutuombea. Naye Samuel aliposikia hivyo, Bwana atukuzwe, Samueli alifanya namna gani? Ukisoma hiyo 1 Samuel 7 from verse 11, teremke hapo. Samueli akasema ya kwamba nitawaombea. Lakini Samueli kwa ufunuo wa Bwana akainua madhabahu, akainua dhabihu mbele za Bwana. Mwathani twarogosho. Kwa maana alijua vita zingine, washeni niwaambie, hatutashindana kwa maombi peke yake, but through sacrifices. Mwathani rogosho. Vita ingine utapigana kwa maisha yako ni kupitia dhabihu ile utainua mbele za Bwana. Maombi umeomba, haleluya, kuvuga umevuga, but inafikaga wakati unashukua dhabihu, kitu ambaye unapenda sana, ati ikiguzwa umeguzwa, unaitoa kwa Mungu, unamwambia hii vita naomba ifike mwisho, na itafika mwisho katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Wakati Samueli aliinua dhabihu mbele za Bwana, Biblia inasema ya kwamba alishukua mwana-kondoo, akamchinja, akamuinua mbele za Bwana, akaitoa kama dhabihu. Biblia inasema ya kwamba and God came like a thunder. Hallelujah. Wewe soma yako ya Kiingereza. Bwana wetu inue sana. Wewe unajua unaweza fikiria ninaongea maneno yangu hapa. Wewe angalia 1 Samuel chapter 7 and verse what? Yeah, verse 11. Lakini wewe anzia from verse 1, ukienda nyumbani uanzie hapo. Lakini wacha tusome verse 11. Then the men of Israel lashed out of Mizpah and pursued the Philistine. No. Verse what? Yeah, verse 8. Hapo ni mahali walishindaniwa na Bwana, nilikuwa ninasoma. Alafu akaondoka. Biblia inasema ya verse 8. They say to Samuel, do not stop crying out to the Lord our God for us. Mwathani rogosho.
Ambia mwenzako, kila mtu dunia hii anahitaji muombezi. Bwana apewe sifa. You need a prayer partner. Somebody you can pray. Hallelujah. Mtu ambaye mnaweza shikana mikono, muombe pamoja. And the Bible says, the Israelites wakamwambia Samueli, do not stop crying out to the Lord our God for us, that he may rescue us from the hand of the Philistine. Bwana wetu ni sana. Bwana ni rogosho. Abia mwenzako, maombi ya mtumishi wa Bwana ni ya muhimu sana. Simuseme hivyo. Maombi ya mtumishi wa Bwana ni ya muhimu sana. Because Israel wali recognize the anointing ilikuwa ndani ya Samueli. Wakasema ya kwamba wewe usikose kutulilia na kutuombea kwa Mungu. Na Bible inasema ya kwamba that he may rescue, ndio aweze kutuokoa. Maombi ya mtumishi wa Bwana inaweza kukuokoa katika hatari maishani mwako. Bwana wetu ni sana. Vita inaweza kubwa. Wafilisti wanaweza kukusukuma wakupeleke mpaka kwa kona. But ukiwa na mtumishi wa Bwana, amulilie Bwana, anaweza okoa maisha yako. Israeli walitabua hii mafuta. Na Biblia inasema, then Samuel took a suckling lamb and sacrificed it as a whole burnt offering to the Lord. Aliitoa yote, the whole lamb, kondoo mzima, akaishinja, akaitoa as a burnt offering. Mwadha ni roho shu. Wewe unajua kitu kinaitwa burnt offering? Bwana apewe sifa. Unajua kuna tofauti aina nyingi sana ya matoleo mbele za Bwana. Kuna kitu kinaitwa burnt offering. Burnt offering ni kitu unaweza toa kwa Mungu. Haiwezi kusaidia mtu yeyote, ila tu inastahili isomwe. Haleluya. Isomwe. Mwadha ni roho shu. Na ndio huwa tunasema ya kwamba hakuna mtu dunia hii anastahili kukosa kitu ya kutoa mbele za Bwana. Bwana atukuzwe. Kuna watu walitoa sacrifice na walikuwa intercessors pale headquarter. Wakatoa sacrifice, wakaenda nazo mbele za Bwana kwa sababu ya umaskini na shida nyingi sana. Walipozitoa, wakati mtumishi wa Bwana aliziangalia, aliona mwingine ametoa mpaka kiatu ambaye haina hika kitu. Bwana apewe sifa. Na ingine imelaruka huko mbele. Na wengine walileta metoki imelaruka. Yani ile kitu mtu alikuwa naye akaileta, hata ukiangalia hivi haiwezi saidia mtu. Bwana apewe sifa. Sasa mtumishi wa Bwana alipoangalia zile sacrifices, alisikia sauti ya Mungu ikisema ya kwamba hii dhabihu nimeikubali. Bwana ni roho. Walifanya nini? Walishoma. Ikashomwa. Kutoka hapo, wacha watu wa Mungu waanze kununua malori, waanze kuwa na mabiashara. Imagine, walitoa vitu ambao haiwezi kusaidia mtu, lakini Bwana akakubali hiyo dhabihu. Wao walibarikiwa, wako na magari, wengine ni watumishi wa Bwana. Bwana wetu ndiye sana. So Samuel took a sacrifice and he cried. Alishika hiyo dhabihu, akalia mbele za Bwana. He cried to the Lord on Israel behalf. So hata Samueli hakuenda kujiombea, hapana, on behalf of Israel. Bwana ni roho. Akatoa dhabihu, akalilia Bwana kwa sababu ya Israeli. Wafilisti walikuwa wamewakibisa. Bwana atukuzwe. Biblia inasema namna gani? Biblia inasema on behalf of and the Lord answered him. Na agai yake muigwa. Unataka kuniambia Israeli hawakuwa wanaomba? Si walikuwa wanaomba? But Mungu alipoona a sacrifice, hallelujah, akajibu maombi haraka. And the Bible says while Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistine drew near to engage Israel in a battle. Wewe ni roho nogwo. Bwana atukuzwe. Wakati Samueli anatoa dhabihu kwa sababu ya Israeli, Biblia inasema Wafilisti wakakaribia
mahali Israeli walikuwa. Paka unashindwa, kwani Mungu hatasikia hivi, hataona hii dhabihu? The more anaendelea kuomba, the more anakaribia. Wakati mwingine Mungu anagojea mpaka adui akukaribie kabisa, amaliziwe na Bwana hapo. Bwana wetu ni sana. Na Biblia inasema, engage Israel in a battle, but that day the Lord thundered with the loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were looted before the Israel. More than it was. Sema amen. Wakati hao Wafilisti wakakaribia Israeli, Samueli yako pale akitoa dhabihu. Bwana atukuzwe. Biblia inasema ya kwamba then God came like a thunder. Hallelujah. And then he threw them away. They were looted out of Israel. Why? Because of a burnt offering. Na vile watu wanapiga dhabihu. Hallelujah. Na unaona vile dhabihu inaweza kukufanyia. Vita zingine sio maombi itakushindania, ni sacrifice. Bwana apewe sifa. Ukiangalia mtu anaitwa Hana. Hana alikuwa muombezi mpaka anakaa kama mrefi. Bwana atukuzwe. But wakati aliona ya kwamba nimeomba, ikafika mahali akasema, Bwana, sasa nitaweka nadhiri. She made a vow. Nataka nikuonyeshe vitu ambazo zinakuaga very powerful. A vow, a sacrifice. So Hana made a vow before God. Akamwambia Bwana, ukinibariki, Bwana atukuzwe, huyo mtoto nitakurudishia. Mungu alishuka ama hakushuka? Bwana apewe sifa. Bwana alikuwa ameshuka wakati alikuwa anaomba. Kuna vitu unastahili kufanya kwa maisha yako. Ipigane vita kwa niaba yako. Haleluya. Wafilisti walikaribia Israeli, na Mungu akaona hawa wako karibu kuvunja hiyo mlango, waingie hiyo nyumba, lakini naye Bwana akashuka na ikadhada. Haleluya. Akashuka na mgurumo mkubwa. Wadhani ya wangapi wachaisikia dhada? Inaitwa nini? Inaitwa marurume. Bwana atukuzwe. Unasikiaga wakati kuna mvua inataka kunyesha. Kuna vitu unasikiaga bikuni zikitoa sauti. Kwa. Haleluya. Imagine Mungu anashukaga hivyo wakati umeinua dhabihu akupiganie vita. Bwana wetu ni sana. So hapo ndipo Samueli verse 12, and he took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. Amen. Semeni amen. Tunaona hiyo jina haikukuja hivyo. Tunaona kuna kazi imefanyika. They sacrificed. So even us, tukisema ya kwamba thus far the Lord has brought us, ndio tushindane vita, we need to raise an altar. Lazima tuinue dhabihu mbele za Bwana, ndio Bwana ashuke na mgurumo mkubwa kama vile alishuka wakati wa Israeli. Bwana ni akumio. Yeye ndiye Mungu, hajabadilika. Bwana wetu pewe sifa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Bwana pewe sifa. So kila mtu atashika kitu. Wewe ile tu uko naye utaishika tu. Bwana ni roho. Kwa maana tunataka Bwana atupiganie vita. Wafilisti wametusonga. Haleluya. Karibu waikie mahali tuko, wametusonga. Nini kitafanya waondolewe? Haleluya. Sio maombi, kuomba tumeomba sana. Si ni kweli? But tukiinua dhabihu kama Samueli alivyofanya on behalf ya Israeli. Bwana atukuzwe. Kuna wakati mwingine hapa tulikuwa na changamoto hapa, na watu wakawa na shida sana, na kuna watu wengine walikuwa hapa chache lakini wakaondoka. Bwana apewe sifa. But wakati niliona vile kunaenda, nikasikia kilio cha kila mtu. Kilio cha kila mtu. Nilisoma hili neno. Hallelujah. I took a sacrifice. Hallelujah. Nikaenda mbele za Mungu. Nikapatana na mtumishi wa Bwana, my reverend. Nikamwambia, akaomba, then I gave my sacrifice. Hallelujah. Hata hawakujua, hakuna mtu alijua, hata nyinyi nawaambia dakika hii. Kuna mtu alijua. But nilishukua dhabihu, nikaenda naye mbele za Bwana. Bwana atukuzwe. Kitu ambaye unapenda
unaitoa kwa Mungu, na wewe unaonaga tu hapo. Bwana apewe sifa. Nilikuwa na simu ambaye nilikuwa ninaipenda, a tablet. Nilikuwa naipenda kabla sijapata hii. Si mnajua nilikuwa na tablet nyingine hapa. Nilikuwa ninaipenda sana sana, lakini niliishukua mpaka na shaja yake nikaiweka. Kwanza niliiweka kwa mfuko. Bwana apewe sifa. Niliweka hapa kwa mfuko, nikajaribu tu nikaivinyilia hapo. Hata nikienda kwa mtumishi wa Bwana hajui nimekuja kufanya nini. Lakini hiyo wakati watu wa Mungu, nilisikia watu vile wanaongea hapa na ile shida wako nazo hapa. Alafu mimi nilikuwa ninatembea kama mtu ambaye ni mrefu. Ni vita kuwa kubwa, hata kwa barabara karibu nigongwe na gari. Nilishukua hiyo kitu nikaiweka hapa mpaka na shaja yake, nikaenda mbele za Bwana. Bwana atukuzwe. Haleluya. Wewe unashukuaga vitu unasema ati unaenda kwa pastor. Haleluya. Mimi nasimama kati yako na Mungu. Wewe unaenda kwa Mungu wako na vitu zako, sio kwa pastor. Hapana. Na usiwahi toa kitu ukijua ni pastor unatolea. Haleluya. Nimewekwa na Bwana hapa nisimamie Mungu. So mimi nilienda nikaishukua, nikamwambia nimekuja na hii kwa sababu niliona ni nini ingine ninaweza toa ya muhimu sana ninapenda. Nikasema wacha nitoe hiyo. Nikaitoa. Wewe nikaombewa. Bwana atukuzwe. Nikaombewa, nikasikia hiyo mwili yangu imechange kabisa automatically. Nikaanza kuona vizuri. Kwa maana nilikuwa naona mpaka giza. Kiambia kinya guthi wega itaratogoga. Haleluya. Ndio hede bara ingiguikia. Ugethie na barabara uguo urathi ugitogoga na ndrona ngari. Bwana atukuzwe. Nakumbuka kuna siku nilishikwa mkono hivi, wewe utagongwa na gari. Na ni vita kuwa kubwa. Nilipoenda nikaombewa. Haleluya. Na kwa niaba ya kanisa nikaanza kutembea vizuri. Mambo ikawa mazuri. Alafu baadaye nikasikia watu hapa kanisani wakianza kusema. Kwanza mmoja aliniuliza, pastor kai hali ndurekire kwa Ngai. Nikamuuliza kwa nini? Si mambo imekuwa sawa sasa. Kigwa ndo mabia kuruta uira. Ati mambo imekuwa. Bwana atukuzwe. Kwa nini? On behalf of the church. Hallelujah. Unastahili utoe dhabihu mbele za Bwana. Vita zingine la kama sivyo utazidi na kuomba. Na vita zingine Mwathani arogocwo. Bwana wetu apewe sifa. Mwathani arogocwo. Niwapatie ushuhuda hapa. Nilikuwa ninangojea kama mama Sylvia ako hapa, and I think ako jikoni. Bwana atukuzwe. Kuna muujiza Mungu amemtendea through this altar. Amen. Wakati alikuja akasema hapa ya ni mgonjwa, tukaomba, nikamwambia ya kwamba wewe utakuwa ushuhuda kwa watu wengine ati Mungu huwa anafanya. Amen. Baadaye alikuja hapa akiwa na sacrifice of thanksgiving. Si mliwaona hapa? Si ingine ndio hii mnaona hapa. Bwana atukuzwe. Na mkeka kama hii ninahubiria hapa, si ilikuwa sacrifice ya thanksgiving? Alikuja hapa tukamuombea. Wakati tulikutana hapa Thursday, si ndio tulikuwa na nyinyi? Saturday tulikuwa na nyinyi. Wewe haukuwa. Kuna wale tulikuwa na wao hapa. Bwana atukuzwe. Nikampigia simu nikamuuliza mbona haukuji maombi? Akaniambia akogoto. Alikuwa ameendea resort kwa daktari. Nikamuuliza akiwa kwa gari zinasema namna gani? Akaniambia ya kwamba zinasema sina kitu. Haleluya. Hana kitu, na ya kushangaza hakuna dawa atakunywa maishani mwake. Bwana atukuzwe. Amen. Nadhani waonyeshe how powerful is the sacrifice. Bwana atukuzwe. Mambo mengine msionage tu ni kawaida. Hapana. Hata hapa tukimaliza kucelebrate, we must give a sacrifice before God. Hallelujah. Na tuseme ya kwamba thus far the Lord has brought. So kama kuna Wafilisti walikuwa wanatukibiza, wataondolewa hapo like a thunder in Jesus name. Hallelujah. So tukirudi pale Lamentation inasema ya kwamba by the mercies of God we are not consumed. Hallelujah. Nikianza kuambia ile mambo nimepitia hapa na ile mambo mmepitia hapa, ndio hii kanisa ifike mahali imefika. Ingine hatuwezi kusema.
Hallelujah. But it has been a great journey with the battles more than your. But our God is so faithful. Hallelujah. Our God is so good. Imagine we are not consumed. We are still alive, declaring the power of God more than your. Imagine tuko hapa tukiinua Bwana. Tuko hapa tukiabudu Bwana. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Walisema hatutafika, tumefika ama hatujafika? Hallelujah. Walipanga lakini mipango yao Mungu hakukubali ifike. Hallelujah. Na wataendelea na kupanga, but the church itaendelea na kuenda mbele katika jina la Kristo Yesu. Hallelujah. Ndio huwa ninapenda kucelebrate every year. Sio kupenda celebration, hapana, ni kujua mahali Mungu amenitoa. More than your. Si hata huwa una celebrate birthday yako. Na hakuna mtu achawahi niita birthday hapa. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Bwana atukuzwe. Na birthday yote unafaa kukaribisha mtumishi wa Bwana. Amen. Kila birthday hata kama ni ya mtoto, unafaa kukaribisha mtumishi wa Bwana. Kwa sababu ya kuomba na kunenea hiyo mwaka. Lakini wengine wana celebrate, wanakula, wanafanya, lakini hawatabui Mungu katika hiyo. Hawapati nafasi ya kuambia Bwana ni asante kwa sababu ya mwaka hii umeniongeza. Bwana yetu ni sana. Yangu ilikuwa ya Sunday iliyopita. Amen. Jana ilikuwa anniversary yetu na mke wangu ya doa. Jana tulifanya harusi on the 15 August. Sasa ilikuwa jana our anniversary. Hallelujah. Ya church inakuwa tarehe 1. Ni vile niliweka leo. Date 1 August. Bwana atukuzwe. So hii August ni birthday loading. Hallelujah. Zina load crowd. Si ni kweli? Sasa wiki hii tunaingia tarehe 20. Nitasherehekea kutoka wakati nitiwe mafuta kama pastor. On date 20 August ndio nilitiwa mafuta 2016. Uangalie hiyo ni miaka mingapi mpaka siku ya leo. Hallelujah. Sasa Saturday kuna birthday ingine ya mke wangu on 22 August. Amen. Mwana August inakuaga baraka na banane inakuaga mwanzo mpya. Kama hamjuagi hivi. Mnajua habari ya Nabas? Na banane inakuaga mwanzo mpya. Na batisa na batisa inakuaga ya nini? Wale walizaliwa mwezi wa 9. Mama akiwa na mimba anazaaga baada ya miezi mingapi? 9. Kwa hivyo kuna kuaga na mambo mapya. Kuna kuaga na kuzalika mambo mapya on September. Bwana wetu pewe sifa. So washani niwaambie, msiwe mnachukua vitu ya Mungu kama ni hivyo tu ama ni kawaida tu. Atiseme ya kwamba I'm celebrating 20 years. Hallelujah. I give God all the glory. Amen. So after that, where is the sacrifice? Ya kusema, thus far the Lord has brought me. Bwana atukuzwe. Ndio vita sasa ziondoke katika maisha yenu. Bwana atukuzwe. Ambia mwenzako vita ziondoke katika maisha yenu. Amen. Kuna watu walikuja jana kwetu wakatubariki. Walituletea chakula karibu ya mwezi mzima. Bwana atukuzwe. Chakula karibu ya mwezi mzima jana usiku. Bwana atukuzwe. Wacha nini niwaambie watu wa Mungu, msiwahi chukua mambo ni hivyo tu. Do something. Fanya kitu mbele za Bwana. Take a sacrifice. Wacha kusema ati watoto wamerudi shule hivyo tu. Wadhani ya roho. Hamuna time hata ya kufurahia Mungu ama kusifu Bwana. Bwana wetu pewe sifa. Unajua sasa mnaniangalia sasa na mawazo ingine iko pande ingine. Bwana wetu niwe sana. Lakini nawafundisha mambo ambayo itakayowasaidia mpigane vita katika jina la Kristo Yesu. So by the grace of God we are not consumed. Hatujagarikishwa. Si ni kweli? Bwana ni roho. Si unaweza pigia Bwana makofi kidogo hiyo kwa sababu ya hiyo maneno. Bwana wetu niwe sana. Kwa sababu ya Mungu. Kufika hapa tumefika ni mkono wa Bwana. Ni nguvu za Bwana. Sio kwa uwezo wetu, sio kwa kujitahidi, sio kuomba sana, hapana, ni neema ya Mungu imetufikisha hapa.
Mwathani arogocwo. In the book of Psalms 124. Psalms 124. Yeah. From verse 1. Inasema, if the Lord had not been on our side, let Israel say. Mwathani arogocwo. At kama si Mungu amekuwa upande wetu, na Israeli aseme hivyo. Angĩkorwo ti Ngai. Mwathani arogocwo. Kama si Mungu amekuwa na CFF Church Gikabura, na kanisa liseme kama si Mungu. Bwana atukuzwe. And the Bible says, if the Lord had not been on our side when people attacked us. Hallelujah. Wakati watu walitumwa watu wagamize. Bwana apewe sifa. Nyinyi unajua ya kwamba hamjaelewa ya kwamba some years ago tulikuwa tunafanya mkesha hapa. One day tulipatana na watu hapa wametoka kuniripoti kwa polisi. Bwana apewe sifa. Juu ya kesha, na tulikuwa na mkesha hapa. Sasa hiyo tulikuwa kale kanyumba, tukapatana na watu pale walikuwa watu 7. Walienda pale kuweka kesi pale kwa sababu ya mkesha hapa. Mwathani arogocwo. Lakini wakaambiwa kwamba hao hawezi. Tulipatana na wao hapa. Wale tulikuwa na wao hapa kwa kesha wakasema hapana pastor, kwa sababu walikuja pale wakasema wanataka kuona pastor. Wale tulikuwa na wao wakasema hapana pastor, hautaenda peke yako. Tulitoka na wao wote. Ilikuwa saa 10. Mwathani arogocwo. Ilikuwa saa 10 ama saa 9. Tukaondoka pale kwa gate. Tukapatana na wao pale. Wakatuambia wewe unafanya makelele hapa. Kwanza kulikuwa na kijana hapo alikuwa na marasta. Karibu anipige kofi. Kaniambia pastor wewe unajidai hapa sana. No mwiteo we na gukai. Igiari giro ikofi. Jamaa ako na marasta hivi. Amen. Alafu wengine hapo akaanza kuongea. Nikawauliza mnaendaka church? Wakatuambia ndio. Kwani kwenu hamfanyagi kesha ama kufanya makelele? Ati nini? Nikawaambia kwamba yule Mungu mnaomba sio yule ninaomba. Haleluya. Na kama mko na uhakika mnaomba Mungu wa kweli, mmoja tu ajaribu kusema ya kwamba tusifanye kesha. Niliona mmoja. Huyu akaenda peke yake. Huyu akaenda peke yake. Yule kijana alikuwa anataka kunigonga kofi. Nikaona ameinama. Ameenda peke yake. Tulibaki na watu wetu hapo. Bwana atukuzwe. Tukakuja hapa kanisani. Tukashikana mikono. Haleluya. Wewe ulikuwa? Lakini mzee ulikuwa? Mzee alikuwa. Bwana apese. Tulishikana mikono hapa. Tukaomba. Haleluya. Tukaomba. Bwana atukuzwe. Mwenye kuwaongoza nilisikia baadaye alihama. Amen. Mwathani arogocwo. Jamani wacheni niwaambie. Kama si Mungu amekuwa nasi hapa. Haleluya. Na kanisa liseme kama si Mungu. Haleluya. Hapa ni Mungu ametuweka. Hapa ni Mungu ametusimamisha. Hapa ni Mungu ako pamoja na sisi. Mwathani arogocwo. The Bible says when they attacked us, they would have swallowed us alive when their anger flared against us. Unajua kwamba kuna watu wako na hasira na wewe. Amen. Kuna watu wako na hasira na kanisa la Bwana. Amen. Wanaweza kukumeza hata ukiwa hai. Lakini Mungu hawezi kubali katika jina la Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo in this celebration ya kanisa, Mwathani arogocwo. Kuna kitu moja nilisikia asubuhi hapa. Bwana akininenea ya kwamba turudi katika upendo uliokuwa wa kwanza. Haleluya. Niingisiwe wale. Bwana apewe sifa. Nikasikia akisema ya kwamba turudi katika upendo wa kwanza. So kila mtu anastahili kuangalia vile ulipenda Mungu mwanzo wakati uliokoka. Bwana anasema urudie huo upendo katika jina la Yesu. Mwathani arogocwo. Because kama si Mungu amekuwa pamoja nasi, na Israeli aseme katika jina la Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Mwathani arogocwo. So the Bible says
that we give thanks in all circumstances. Katika mambo yote na katika hali zote tumwambie Bwana ni asante, kwa sababu ametenda mambo makubwa na maajabu katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ainuliwe sana. I want us to stand before God katika jina la Kristo Yesu. Nataka tusimame mbele za Bwana, the mighty name of Jesus, kwa sababu Bwana ametenda mambo ya ajabu, ametenda mambo makubwa katika jina la Yesu. Bwana ametenda mambo makubwa, mambo isiyowezekana na mwanadamu. Kujenga kanisa kama hii ni mkono wa Bwana. Kukoroga hapa, I think tulikaa karibu mwaka bila kukoroga kanisa na bila kuwa na mlango. Mnajua ya kwamba tumekuwa hapa bila dirisha hiyo miaka yote, but tuko na sababu ya kumshukuru Bwana. Amen. Tuko na sababu ya kuinua jina la Bwana, tukiangalia ubali ametutoa na mahali tumefika. Amen. Tuseme ya kwamba kama si Mungu tungekuwa tumegharikishwa, tungekuwa tumeshomeka tukaisha, kwa maana mpango wa shetani ni kumaliza kanisa la Bwana, ni kumaliza watu, ni kuondoa watu katika uwepo wa Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu inue sana. Najua ya kwamba unaweza omba hata kama tutakuwa na wakati mwingine wa kushukuru Bwana afternoon, but in this service nataka tumshukuru Bwana katika jina la Kristo. Kama we ni mtoto ama ni nani, unastahili kufungua kinywa chako umwambie Bwana ni asante. Afadhali umwambie Bwana ni asante, kwa sababu Bwana umetubariki na maua katika jina la Yesu. Asante Bwana, umetubariki na kanisa, umetubariki na madhabahu mzuri, umetubariki na mcheza keyboard, umetubariki na waibaji, umetubariki na wazee. Haleluya. Hakuna mtu anaweza kosa kitu ya kumwambia Bwana ni asante. Haleluya. Kwa sababu ya yale mambo Bwana amefanya mahali hapa. Kuna wakati tulikuwa tunahubiri hapa, ukienda YouTube yangu utaangalia ile mahubiri ya zamani, utaona magunia hapa, na hubiri magunia ikiwa hapa, nyumba haijakorogwa. But today, haleluya, unaangalia vile Bwana amerebesha madhabahu yake. Bwana atukuzwe. Unaweza ambia Mungu namna gani? Inua mkono wako mbele za Bwana katika jina la Kristo Yesu, in the mighty name of Jesus. Kila mtu afungue kinywa chake, umwambie Bwana ni asante. Umwambie Bwana ninakushukuru kwa ubali umetoa kanisa, kwa ubali umenitoa mahali nimefika. Kila mtu aweke sauti yake juu, akiinua jina la Bwana, akitokoza jina la Bwana, akimwabudu Bwana, akisema ni asante, kwa sababu ubali huu wote ni Bwana ametuleta mpaka siku ya leo katika jina la Kristo. Inua jina la Bwana, abudu Jehova mchana wa leo katika jina la Kristo. Kila mtu amshukuru Bwana. Angalia vile Bwana amefanya, angalia vile nyumba ya Bwana imekaa, angalia vile watu wamebarikiwa, angalia vile kanisa la Bwana linavyoendelea, angalia vile kuko siku ya leo katika jina la Bwana. Baba mtakatifu wa rehema, siku ya leo Jehova, asa wa deo celebration, twanyenyekea mikononi mwako, tunakuinua Jehova, tunakushukuru wewe Bwana. Tunasema ya kwamba hakuna kama wewe katika jina la Kristo. Tunasema kama vile Samueli alivyosema ya kwamba this far the Lord that you have brought us in the mighty name of Jesus. Maandiko inasema kama si Bwana amekuwa pamoja nasi, na Israeli yaseme tungekuwa Bwana tumegharikishwa, tumekuwa Bwana tungekuwa tumeisha. Lakini Bwana umetuonekania, umetubariki na madhabahu nzuri, umeirebesha, umeleta watu katika nyumba lako. Asante kwa wazee, asante kwa wamama, asante kwa watoto, asante kwa vijana na wasichana, our teenagers, our dancers, our Sunday school. Umetubariki na vyombo, umetubariki na viti, umetubariki na mcheza keyboard. Kwa jina lako Bwana, nyumba yako imewekwa madirisha, nyumba yako imekorogwa, nyumba yako imewekwa mabati. Baba Mungu wa rehema, umetenda Bwana
umetenda. Washa hiyo keyboard iwe chini kidogo, iwe chini kidogo tu. Tunapomshukuru Bwana, tunapoinua jina la Bwana, usikubali kunyamaza. Angalia hiyo miaka yote umekuwa ndani ya wokovu, umekuwa katika nyumba la Bwana. Ni mambo mengi yangekutoa katika hii madhabahu, lakini Jehova amekushikilia, neema yake imekubeba until today. Uko hapa na unasema ya kwamba nitaendelea na kumtumikia Bwana katika hiyo madhabahu. Ambia Bwana ni asante, ambia Bwana ni asante kwa dhabihu na matoleo yako umetoa mbele za Bwana. Sio kawaida, kuna kitu Bwana anaenda kufanya katika maisha yetu kwa jina la Bwana. Asante Jehova, uinuliwe Mwokozi. Hatukuwa tunajulikana, lakini leo Bwana tunajulikana kwa jina la Jehova. Hatukuwa tunaingia katika media, lakini siku ya leo twahubiri kwa maredio, twahubiri kwa matv, twahubiri kwa masocial media. Watu wamebarikiwa, watu wamejua ukweli. Tunasema ni asante, tunasema ni asante Bwana. Tunakushukuru wewe Bwana, tunakuabudu Mwokozi wetu, tunakuheshimu wewe Bwana. Kama sio wewe Bwana Baba uliye mtakatifu, wakati maadui walituinukia, wakati walipanga mabaya, lakini Bwana ukatushikilia. Umepigana vita zote katika madhabahu haya, katika kanisa lako umepigana vita zote. Oh my God, where we are today, not by our power Bwana, ni kwa nguvu zako. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua Mwokozi. Tuinue mikono yetu juu mbele za Bwana. Hatukuwa tunajulikana, lakini leo Bwana ametupatia kibali. Bwana ametupatia kibali. Kanisa la Bwana linazidi na kuinuliwa. Walipanga liishe, lakini Bwana amelisimamisha. Walipanga watu waondoke nyumba la Bwana, lakini kumbe Bwana analeta wengine. Oh my God, uinuliwe Bwana, uinuliwe Jehova. Kama sio wewe umekuwa pamoja nasi. Walijaribu kutumeza tukiwa hai, wakajaribu kulima migongo yetu. Jesus, umetenda mema Bwana, umetenda maajabu Bwana. Hatukuwa na watoto wengi kama siku ya leo. Tunashukuru jina lako Bwana. Siku ya leo sisi tu tunakuinua Mwokozi. Tunaposhangilia na kucelebrate miaka 5 Baba, tunazinda tu na kukuinua tu, tunazidi na kusema ni asante katika jina la Yesu. In Jesus name. Nekekerito yekolemaga we mwathi wakwa turemagwo nindanirira irima-ini tondu wa niho nikikirito gikuremaga we mwathi wakwa turemagwo nindanirira ikirima-ini tondu wa niho hotanagirwo. Nikikirito gikuremaga we mwathi wakwa nduremagwo nindanirira ndikirima-ini tondu wa niho hotanagirwo.
Nikekeritu gikuremaga ni mwathi wakwa nduremagwo nindanirira ndikirima-ini tondu haha niho. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu, hakuna jambo hata moja gumu kwako ati ya kwamba hauwezi kulifanya. Yote inawezekana ni wewe, katika jina la Kristo Yesu. Siku ya leo, mtakatifu mwema, hebu shika mkono wa jirani yako katika jina la Yesu. Hakikisha kuna mtu umeshika na mkono wako. Kila mtu, hata mtu wa keyboard. Hakikisha kuna mtu hata mmoja ama wawili umeshika mkono katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, tumeshikana mikono yetu kama kanisa lako. Kwa hiyo miaka 5 umekuwa pamoja nasi, na tunakiri ya kwamba siku ya leo hakuna jambo nzito ya kwamba huwezi kulifanya katika jina la Kristo. Kama ni sisi tumefika mahali hapa, tumefika, tuwasema wewe ni Ebeneza, tuwasema wewe ni Ebeneza, tuwasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Mungu mkuu Bwana, wewe ni Mungu wa ajabu. Hakuna kama wewe, kwa milima na mabonde, kwa shida na vita, kwa moto na maji mengi, kuonewa na kuingiliwa, maadui kujipanga. But today, Jehova wa Redeemer, tumesimama hapa tukisema ya kwamba ubali huu wote ni wewe Baba umetuleta. You are the Ebenezer, you are the Most High God, you are the King, our Savior, the Lord Almighty. Hakuna kama wewe, katika jina la Yesu tuasema ni asante. We are giving you the glory. We thank you, our Father. We thank you, our Father. Katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunakuinua Mwokozi. Umetenda mema, umetenda mema. Ona tungioya thĩ no Ngai ĩtuĩke ibuku rĩa kwandĩka, ona iria rĩtuĩke rangi wa kwandĩka. Maũndũ marĩa wĩkĩire kanitha matingĩiganĩra, matingĩtarĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwakwambararia Ngai, twagũcokeria ngatho ta kanitha katika jina la Yesu. Baba, utusaidie tu Mwokozi, tusije tukasahau na mahali tumetoka, na mahali tumefika, na mahali tunaelekea. Bariki kanisa lako. Hao watu wako wamekuwa waaminifu katika hiyo miaka yote, wamekuwa waaminifu kwa matoleo yao, kwa kusimama na kazi yako. Unapokumbuka hii kanisa, wakumbuke hata na wao, wakumbuke na mahitaji yao. Badilisha maisha yao. Hata wale wamejiunga nasi karibuni, Baba, katika hii neema, washa iwabebe, washa wabarikiwe, wainuliwe, waoje baraka kubwa katika madhabahu yako Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Tunakushukuru Bwana, tunapoinua ibada ya saa 8 mikononi mwako. Watu watakuja Bwana, na ninajua ya kwamba utaamurisha wengi wafike mahali hapa, ndio tushangilie pamoja na wao, kwa sababu Mungu wetu unaweza. Pokea sifa unapowaleta. Tunawanenea nguvu zako na ulinzi wako. Badilisha mawazo na mioyo yao Baba, walio na roho mbaya tunakataa katika jina la Kristo Yesu. Tunaomba Bwana wa mbinguni, wale watafika wabariki, na zaidi ya yote okoa wengi, badilisha wengi katika jina la Kristo Yesu. Tunakushukuru Bwana na tunakuinua katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Kristo Yesu. Unaweza piga makofi yako zaidi ya hivyo.
In the mighty name of Jesus. Bwana apewe sifa. Unaweza piga makofi yako. Usichoke na kupiga hii makofi mutapiga mpaka jioni. Hii makofi mutapiga mpaka jioni. Unaona hata kusifu Bwana mutasifu mpaka jioni. Bwana wetu inuliwe sana. Amen. Si Mungu awabariki. Awatende mema. And now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. God bless you. Mungu awatende mema. Amen. Uzime tu online washa bado on. Bwana asifiwe. Najua ya kwamba sasa tunataka